Dada yangu, kama upo kwenye mahusiano na mwanaume wa namna hii, basi jua kuwa una date na mpelelezi, na mwisho wa siku utakuwa mpenzi mtazamaji tu. Anakufuatilia kila sehemu, anakupigia video call kila wakati, hata akiwe na namba za jinsia nyingine. Anakufanyia ziara za kushtukiza nyumbani kwako, hata kama kodi alipi yeye, na anataka yeye ndio afanye maamuzi yote ya maisha yako. Hata akiongea na ndugu zako, kila simu ikipigwa anataka ipokee yeye kwanza, ili ajue nani amepiga. Mtu akikuangalia tu kidogo tayari anakuwa na wivu uliopitiliza. Ukisikia la mgambo kuna jambo, ujue ndo hili sasa. Kama usifikirie huo ni upendo, hiyo ni kero. Hapo hakuna amani, utaishi kama mfungwa ndani ya mahusiano. Na mbaya zaidi, mtu aina hii mara nyingi anakufanya ushindwe kuona ukweli. Anabana mpaka penati, unajikuta muda wote unajitahidi kuwa sahihi kwake, ukihofia kumkosea. Mwisho wa siku wewe ndio unaonekana mwenye makosa kila wakati. Malalamiko hayaishi, leo hili, kesho lile, mara hili, mara lile. Kesi hazikauki, na atataka uishi kama malaika asiye na dosari. Kama upo kwenye mahusiano na namna hii, basi jua umebeti pabaya. Nikwambie tu, ukiona naanza kukuweka mbali na ndugu zako, chukua hatua mapema mwali wangu. Hata kama unampenda kiasi gani, mtu aina hii anataka maisha yako yote ya control yeye. Wivu wake unaweza kuvuka mipaka hadi kuwahusisha wazazi na familia yako, wakitaka hata mawasiliano yako na ndugu yake yawe chini yake. Ukweli ni kwamba hayo sio mapenzi, bali ni upelelezi uliojivika kwenye jina la upendo. Na mara nyingi huwezi kuelewa uzito wake mpaka wewe umepitia kwenye hali hiyo. Jiongeze mapema. Chagua amani yako kabla hujapoteza uhuru wako. That is love. Ibra, the Dawn.